afya yako. Kinachofanyika katika mwili sharti kipatane na Roho Mtakatifu. Roho ni mamlaka ya juu kuliko mwili na ndio inayotawala mwili na kuupa uzima. Yesu mwenyewe alisema roho ndio itiayo uzima, mwili haufanyi nini? Haufai kitu. Na tunaambiwa mpenzi, na kuomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanya nini? Maana yake huwezi kuwa na afya, yaani afya yako itafanana na roho yako. Kwa hiyo kama ni kuwa na afya kama roho inavyofanikiwa, maana yake roho ikifanikiwa ndivyo unakuwa na nini? Kwa hiyo kanuni ya kwanza ni kumtambua Mungu kama mmiliki wetu na ni kumtegemea Mungu kwa kila tunachokifanya. Hata vile tunavyodhani ndivyo vinavyotupatia uzima, kama chakula, kama maji, kama hewa safi na kama mazoezi. Na Wagalatia anazidi kutisisitiza kwamba tupande kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kila tunalotenda, kanuni zote tunazofanya katika afya zetu, lazima tuanze kwa Mungu na tuanze na imani. Huko zamani sayansi ilikuwa inakataa sana mambo ya kiroho na uwepo wa Mungu. Na ndio maana tafsiri ya Shirika la Afya Duniani kuhusu afya inasema kwamba afya ni ulinganifu wa kimwili, kiakili na kijamii. Lakini tafiti nyingi zilizofuata zilionyesha kuna athari za kiafya zinazotokana na hali ya kiroho ya mtu. Na ndipo jarida la Medical News Today likachapisha kwamba afya ya kiroho pia ni msingi wa kumfanya mtu aweze kuwa na ustawi mzuri katika afya yake. Kwa hiyo mimi nakwambia afya ni ukamilifu kiroho kwanza, ndipo itakuja kimwili, itakuja kiakili na itakuja kijamii. Kwa hiyo leo kama utasahau mambo yote, elewa tu kwamba wewe ni udongo lakini umeumbwa kwa namna ya ajabu. Na huu ukweli una uthibitisho kisayansi. Mpangilio wenye mantiki ulio ndani ya mwili unadai uwepo wa Mungu aliyeubuni. Mungu ndiye fundi stadi wetu, na tumeona muhuri wake katika chembechembe 118 zinazounda vitu vyote vilivyopo duniani, kwamba hata chembechembe hizi zimegawanyika katika makundi 7 tu na hauwezi kuongeza lolote. Kanuni zote za afya sharti zikubaliane na kile alichosema Mungu, kwani miili hii si mali yetu wenyewe na Mungu ndiye anayemiliki uhai wetu. Chochote tunachofundisha hapa ni kwa ajili ya tumaini la baraka ambalo ni uzima wa milele. Kwa hiyo tunarejesha mamlaka ya Biblia katika maisha ya mwanadamu kwenye nyanja zote ikiwemo afya, maana neno ndiyo uzima. Tutatoa ushahidi zaidi ya huu tuliotoa leo wa kisayansi kwa kila kitu ambacho Biblia imesema juu ya afya zetu, juu ya chakula chetu na kadhalika. Lengo kuu ni nini? Ili kila tunachofanya kama wanadamu, iwe ni kula, iwe ni kunywa, tufanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili nasi tuwe watakatifu kama Mungu wetu alivyo. Siku ya kesho tutajifunza somo zuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu leo tumetambua mtu ni zaidi ya mwili. Mtu ni mali ya Mungu. Alitawazwa juu ya kazi zote za Mungu na mtu ni mfalme. Basi kesho tutaenda kukiangalia chakula cha kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitawaacha na swali. Bahati mbaya hapa alionekani, lakini niwaulize tu swali hili. Najua utatengeneza picha mwenyewe kichwani kwamba mkimbiaji maarufu kuliko wote duniani anaitwa Usain Bolt. Na huyu ni Mjamaika na spidi yake ni kilomita 44.72 kwa saa. Lakini cheetah ndiye mnyama mwenye kasi zaidi duniani. Yeye anakimbia umbali wa kilomita 110 mpaka 120 kwa saa. Na anaweza akaongeza spidi yake kutoka 0 mpaka 60 ndani ya sekunde 3. Sasa ninataka niulize, kati ya hawa wawili, huyu mkimbiaji na huyu cheetah, nani mwenye kasi zaidi? Usikose kesho tutapata jibu nani ana kasi zaidi. Mungu awabariki sana.